Hello, mambo vipi? Karibu tena katika UDOM Ambassadors, na leo tuko na mahojiano maalum kabisa na mwenyekiti wa taasisi hii ya UDOM Ambassadors, na ikiwa ni mara yake ya kwanza kabisa kufanywa mahojiano baada ya kupokea kijiti hiki cha uongozi. Tuko naye hapa Bi Nasma Ali kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi kuhusiana na taasisi hii, pengine taasisi hii ilianza lini, lengo lake ni nini, na mambo mengine kama hayo. Karibu sana Bi Nasma. Asante. Ndio, unajisikiaje kuwepo hapa? Kwa kweli najisikia faraja, nimefarijika sana katika eneo hili, hususan kuongelea yale yote ambayo yanayohusu UDOM Ambassadors. Tukianza kwanza, Nasma ni nani na nafasi yake ni ipi hasa katika UDOM Ambassadors? Nasma ni mwenyekiti wa UDOM Ambassador ambaye nimepokea kijiti hichi mwaka huu kutoka kwa Bi Munira ambaye aliachia kijiti mwaka huu pia. Wakati unapatiwa nafasi hii ya kuongoza hii UDOM Ambassadors, pengine ni kitu gani hasa kilikujia kichwani? Kitu cha kwanza ambacho kilinijia kichwani ni kuitumikia jamii ya UDOM. Nilifarijika na niliona nimepata nafasi muhimu na ambayo nilikuwa naitamani kwa ajili ya kufanya mambo makubwa ndani ya chuo chetu cha Dodoma. Sawa. Huyo ndo Bi Nasma jamani. Leo mtajua mengi. Nasma, tukija kwenye taasisi moja kwa moja, pengine taasisi hii unaweza ukatuambia ina muda gani ama ilianza lini, lakini pia ilianzishwa na kina nani hasa ambao walianzisha? UDOM Ambassador ni taasisi ambayo ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 2017 na mwanzilishi alikuwa ni Mr. Obedi ambaye aliamua kulipa jina UDOM Ambassadors kwa malengo ya kukitangaza chuo kikuu cha Dodoma. Ndio. Okay, huyo Obedi ni nani? Maana watu wanashindwa, watu wanapata ukakazi. Najua watu hapo wanapata shida. Obedi ni nani? Ni mwanafunzi, ni lecturer, ni doctor, ni professor? Ni nani huyu Obedi ambaye alianzisha hii kitu? Mr. Obedi alikuwa mwanafunzi lakini kwa sasa amemaliza na ndio CEO wa UDOM Ambassadors. Ndio, na alikuwa anasoma shahada ya elimu ya awali ya elimu katika chuo kikuu cha Dodoma. Tukirudi hapo, UDOM Ambassadors pengine ilianzishwa kwa lengo lipi hasa? Hakika lengo kuu la UDOM Ambassadors ni kukitangaza chuo kikuu cha Dodoma, lakini sambamba na lengo kuu tunayo malengo madogo ambayo yanaambatana na lengo kuu. Kwanza kabisa ni kutangaza chuo hichi kitaaluma, kuonyesha ubora na uhalisia wa chuo kikuu cha Dodoma, kuonyesha namna gani wanafunzi wanaotoka katika chuo kikuu cha Dodoma wanaweza kuwa wakatumika vizuri zaidi katika jamii na kuleta matokeo chanya ndani ya nchi ya Tanzania. Sawa, mwenyekiti, unajua watu wanaposikia UDOM Ambassadors kuna wengine wanahisi kama UDOM Ambassadors ndio chuo chenyewe. Yaani tunapozungumzia UDOM Ambassadors tunazungumzia chuo kikuu cha Dodoma. Sasa ni kwa vipi hii taasisi ya UDOM Ambassadors inashirikiana na uongozi wa chuo? Kwanza kabisa UDOM Ambassadors isingeweza kufika hapa kama isingekuwa na support kutoka katika uongozi wa chuo. Tumekuwa tukiratibu matukio mbalimbali ambayo tunayafanya sisi kama UDOM Ambassadors, lakini tuliweza kuyafanikisha kutokana na msaada ambao tunaopata katika uongozi wa chuo. Tumekuwa tukishiriki katika matendo ya huruma kwa maana ya charity ambayo pia tulipata support kutoka katika uongozi wa chuo. Tumekuwa tukiratibu matukio ambayo yanaweza kuibua vipaji vya wanafunzi na wakaweza kutambulika katika uongozi wa chuo. Hivyo UDOM Ambassadors tunapata support kubwa kutoka chuo kikuu cha Dodoma kwa sababu tumekuwa tukifanikisha kazi yetu vizuri ya kuitangaza chuo kikuu cha Dodoma, na ndio maana imekuwa rahisi sana kwa uongozi wa chuo kutuamini na kuendelea kutusupport. Kweli ni mabalozi wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM Ambassadors, mabalozi wa chuo kikuu cha Dodoma. Sawa, tukija sasa kwa wanafunzi, sasa hivi tunaenda kupokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wanakwenda kuanza masomo kwa mwaka huu 2025-2026. Lakini pia kuna wengine bado hawajajiunga. Sasa ili mtu ajiunge lazima aone umuhimu wa kile kitu. Pengine kuna umuhimu gani wa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma kuingia katika taasisi hii ya UDOM Ambassadors? Kwanza kabisa UDOM Ambassadors inamsaidia mwanafunzi kujiimarisha na kujenga mtandao mkubwa wa kitaaluma na kijamii. UDOM Ambassador inamsaidia mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma kuweza kukuza kipaji chake kwa sababu kumekuwa na matukio au shughuli mbalimbali ambazo zinahitaji uwepo wa wanafunzi, na wanafunzi ambao walikuwa wakishiriki walikuwa wanaonyesha kipaji chao na kukuza talanta zao na kuweza kutambulika na uongozi wa UDOM Ambassador, na akishatambulika na uongozi wa UDOM Ambassador anatambulika na uongozi wa chuo pia.
Pia ukiwa katika UDOM Ambassadors unajenga mtandao mkubwa. Waswahili wa sasa wanasema connection. Ukiwa mwanafunzi wa chuo lazima uwe na kitu cha ziada. Ukiachana na cheti chako, una kitu gani cha ziada? UDOM Ambassador imekuwa ni platform ambayo inakutanisha wanafunzi na viongozi mbalimbali. Wanafunzi wa UDOM wanaweza kutoa mawazo yao na yakasikilizwa na yakaweza kutumika katika jamii. Hivyo UDOM Ambassador ni sehemu ambayo inakutoa nje ya cheti chako, kukupeleka katika ziada ambayo itakufanya uwe mtu ambaye unaweza kutumika katika jamii yako. Sasa tukirudi tena hapo mwenyekiti, watu wengi wanatamani sana kujiunga na hii taasisi ya UDOM Ambassadors, lakini wanahisi labda mlolongo wa kujiunga ni mrefu, labda kuna vigezo maalum vinahitajika na mambo kama hayo. Sasa hebu tuambie, ili mtu aweze kujiunga na UDOM Ambassadors, je, kuna vigezo maalum? Kuna nini na nini anatakiwa kufuata ili aweze kujiunga na taasisi hii ya UDOM Ambassadors? Asante. Ukishakuwa tu mwana UDOM, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, moja kwa moja wewe ni UDOM Ambassadors. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya ni kufuata taratibu ambazo ni chache sana na ni fupi za kujiunga na kuwa mwanachama hai wa UDOM Ambassadors. Kwa sababu wewe tayari kuitwa mwanafunzi wa UDOM, wewe ni UDOM Ambassadors. Wewe ni balozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Hivyo basi, njia za kujiunga na UDOM Ambassadors ni chache, ambapo ni kutoa taarifa zako na kulipa ada ya wanachama ambayo sio kiasi kikubwa sana, ni shilingi 5,000 tu. Lakini pia ili uwe mwanachama wa UDOM Ambassadors lazima uwe na moyo wa kujitoa. Tujuze hapo, pengine ni fursa gani ambazo mwanachama huyu baada ya kujiunga tayari ni mwanachama wa UDOM Ambassadors, pengine ni fursa gani ambazo anaweza kukutana nazo akiwa ndani na hata nje ya taasisi? Jambo la kwanza kabisa ambalo anaweza kunufaika nalo ni kujenga ufahamu na uelewa mpana kuhusiana na Chuo Kikuu cha Dodoma, ambapo hapo anaweza kujipambanua zaidi kitaaluma, kijamii. Pia anaweza kukuza kipaji chake kama nilivyosema hapo awali. Anaweza akakutana na watu mbalimbali ambao watamsaidia yeye kwa namna moja ama nyingine kufikia ndoto zake. Pia anaweza akatumika katika chuo chake. Ukiwa UDOM Ambassador, kuna platform kama UDOM Ambassadors Discussion Chamber ambayo inakupa nafasi wewe kama mwanafunzi kufikisha wazo lako katika uongozi wa chuo. Tunaelekea sasa hivi kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza, wanafunzi wapya ambao wanatarajia kuanza masomo kwa mwaka huu wa masomo 2025 2026. Pengine kama UDOM Ambassadors, kwa upande wenu mmejipanga vipi kuhakikisha wanafunzi hawa wanapokelewa vizuri, lakini pia wanapata taarifa zile za msingi? Kwanza kabisa ninayo furaha kwa sababu tunaenda kuwapokea mabalozi wapya wa Chuo Kikuu cha Dodoma, na kwa mara ya kwanza kabisa UDOM Ambassadors kwa kushirikiana na serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwa maana ya UDOSO, tunaenda kufanya mapokezi ya moja kwa moja katika vituo vya mabasi SGRs, ambapo tutaweza kuwachukua wanafunzi wapya wa mwaka wa kwanza na kuwafikisha katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia tutakuwa bega kwa bega na serikali ya wanafunzi kuhakikisha kwamba taarifa zote muhimu ambazo zitawasaidia wanafunzi wa mwaka wa kwanza zinaweza kuwafikia kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Sawa, kweli mmejipanga vizuri, na kama ulivyosikia, hii ni mara ya kwanza kabisa UDOM Ambassadors kuhusika kwenye swala la mapokezi, na hii ni kwa ajili ya kutengeneza mabalozi wapya kama alivyosema, lakini pia wanatamani kuona watu wakifika wanapata zile taarifa za msingi. Sasa tukija kwenye swala lingine, wanasema kila lenye sura halikosi kisogo. UDOM Ambassadors, uongozi wako, pengine ni changamoto gani ambazo mnazipitia kama taasisi, lakini pia ni namna gani mnakabiliana nazo hizo changamoto ambazo mnazipitia? Changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo sisi kama UDOM Ambassadors ni wanafunzi kukosa uelewa halisi na maana ya UDOM Ambassadors, na ndio maana sasa mwaka huu tumeanza mapema kabisa kuanzia kwenye mapokezi ili kuhamasisha na kuwaambia watu dhana halisi ya UDOM Ambassadors. Ukiachana na changamoto, pengine ni mafanikio gani makubwa ambayo mnayo UDOM Ambassadors? Yaani mnajivunia kwamba haya ni mafanikio, mnajivunia kwamba kweli tuna mafanikio? Binafsi tunajivunia mambo mengi, lakini kubwa kabisa tunajivunia kuwa taasisi namba 1 ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambayo imesimama imara na thabiti kukitangaza Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia tunajivunia kuwa sehemu ya jamii.
tumekuwa tukiendesha shughuli ambazo moja kwa moja zinaigusa jamii ya UDOM, pia jamii ya Watanzania. Lakini kubwa kabisa, tumekuwa tukiibua vipaji vingi sana ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Hata wewe pia ni shahidi wa hilo, kwa sababu nakumbuka ni mara ya kwanza ndipo ulitokea UDOM Ambassadors, na ulipofika unajivunia binafsi, na jamii ya wana UDOM tunajivunia wewe pia. So UDOM Ambassadors imekuwa platform nzuri ya kumuinua mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na wengi wamekuwa wakitimiza ndoto zao. Asante sana mwenyekiti. Kweli hata mimi mwenyewe jamani ni zao la UDOM Ambassadors. Isingekuwa UDOM Ambassadors nisingekuwa hivi ambavyo nipo. Mwenyekiti, tukija sasa kwa uongozi wako ndio mpya, pengine matarajio yako kama mwenyekiti, lakini pia matarajio ya uongozi wako kwa sasa ni yapi? Uongozi wa UDOM Ambassadors tunatarajia makubwa. Moja kwa moja tunatarajia kumgusa mwanachama wa UDOM Ambassadors ambaye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Tuna mipango mingi ambayo tumeianzisha na tuna uhakika tutaitekeleza. Moja kwa moja tumejipanga kumgusa mwanachama kupitia mkopo ambao tutaenda kuanzisha. Ni mkopo kwa ajili ya wanachama wa UDOM Ambassadors. Mikopo hiyo tutaweza kuitoa kutokana na ada za wanachama, lakini pia project mbalimbali ambazo zinaweza kutupush katika kupata pesa za mfuko. Tunakuwa tuna haya madaftari ambayo moja kwa moja pia ni fahari ya UDOM. Kumiliki tu ile daftari, wewe ni balozi namba 1. Lakini pia tunakuwa na hizi bidhaa ambazo ni chupa za UDOM Ambassadors. Tupo na product ambazo zinakufanya wewe ujisikie vizuri na fahari pia. Haya ni kwa ajili ya wanafunzi, tunaingia nayo madarasani tukijisikia fahari na tukiweza kuitafuta taaluma yetu vyema. So kupitia UDOM Ambassadors tumejipanga kufikia wanafunzi wengi pia katika kuandaa platform ambazo zitawakuza kitaaluma na kijamii. Pia tutaandaa platform ambazo zitakuza ujasiri wa mwanafunzi, tutawakutanisha wanafunzi na viongozi mbalimbali, au platform ambazo zitawasaidia even kijasiriamali. Tutakuwa na watu ambao tutawaalika Chuo Kikuu cha Dodoma, wataweza kutupatia mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kukuza talanta zetu. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa majibu yako mazuri kabisa hayo. Pengine ni nini wito wako kwa wanafunzi walioko ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, wanafunzi wanaokuja ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia hata kwa wale ambao walikwisha maliza pengine mwaka jana, walimaliza miaka iliyopita, wito wako ni nini kwao? Wito wangu kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, wakutane na UDOM Ambassadors, kwani ni sehemu sahihi ya wao kujua mifumo na taarifa zote za Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo, kwa sababu wao ni wa kwanza kufika katika Chuo Kikuu cha Dodoma, hivyo wanajua mifumo na taratibu ambazo zinaendelea ndani ya chuo hiki. So ni vizuri wao kuwa viongozi wa kwanza kwa wanafunzi wanaokuja mwaka wa kwanza, kwa kuwaelewesha vizuri na kuwafundisha na kuwajenga katika misingi thabiti na imara. Na wito wangu kwa wanafunzi waliomaliza Chuo Kikuu cha Dodoma, kuondoka sehemu haimaanishi kwamba umeshamalizana na sehemu hiyo, bali iwe chachu yako ya kutoa experience uliyopata ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma na kuifikisha katika jamii. Uwe chachu ya jamii kuona kwamba mtu yeyote anayetoka katika Chuo Kikuu cha Dodoma ni mtu bora anayeweza kutumika katika jamii yake. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa kutenga muda wako, lakini pia kwa maelezo mazuri kabisa ambayo naamini kabisa atakuwa amemfungua mtazamaji wetu. Nikushukuru sana mwenyekiti. Asante sana. Ndio, kwa wewe mtazamaji ambaye umetufuatilia kuanzia mwanzo mpaka wakati huu tukiwa tunahitimisha, naamini kabisa kama ulikuwa unatembea kwenye njia yenye giza, tayari umekwisha pata mwanga kuhusiana na taasisi hii ya UDOM Ambassadors. Mimi sina la ziada. Jiunge na UDOM Ambassadors leo, badili kesho yako. Fursa zipo, nafasi zipo, na uongozi upo unakusubiria wewe. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.